So good team Wanyonyi ni among viongozi wale wanarankiwa number 1 Kenya mzima kwa development. Na uongozi wake inaonekana na development yake inaonekana. Sio zile za kupiga picha zile tunasikianga lazima upige picha uweke kwa WhatsApp, lazima upige picha uweke kwa zile ni sisi wenyewe tunaziona. Because ukiangalia kama ni barabara unaona ndio ile alitengeneza. Ukiona kama ni shule ndio ile alitengeneza. Ukiangalia police station unaangalia ni ile alitengeneza. Ukiangalia nini ya wamama. Guess mambo vipi? Miti Simon, of course today tuko na one of the politics analyst pale akiwa kwa bunge la wananchi Westland. That's the main headquarter hapa ya Westland pale iko Mountain View. Now of course he's so amazing in such a way that nitaka to explain atuambie what always happens kwa government na atuambie pia the state of Westland venye iko. Now feel free to welcome to the show. Please, if you are a new member here, kumbuka kusubscribe kwa YouTube channel Miti Simon. Please, our guest, karibu sana. Asante sana. Yes. Asante sana Miti Simon. Yeah, karibu sana. Nashukuru. Yeah, nimefurahi sana kuona siku ya leo hapa na nimefurahi pia sana kukuwa na kwa show siku ya leo. Now, kwa introduction tu tuambie majina ni nani? Kwa majina mimi naitwa Sunday the Governor. Yeah. Mimi ni baadhi ya wale viongozi sio la bunge la wananchi peke yake but Westlands. Westlands hata Nairobi. Westland mzima. Na hata sio Nairobi hata Kenya mzima. Hata Kenya mzima. Yeah. Now recently nimekuona pale ukilaunch, mmekuwa mkilaunch bunge la wananchi Westland main headquarters. Na kuna cheo ni kama ulipewa, ni cheo gani? Mimi pale bunge la wananchi Westlands mimi ni vice chairman. Mimi ni vice chairman. Yeah. Pale vice chairman tunajaribu kuangalia venye tunataka venye wananchi wetu wajue haki na right zao because imefika time hatuwezi sema Gen Z ama youth watajuaje kuvote bila leaders kujitokeza kuwafunza jinsi ya kuvote na kuvotia wale leaders tunasema wale leaders real wale wanafanya kitu kwa community. That's why bunge la wananchi so ni bunge la wananchi ni ya kuelimisha na kuelekeza wananchi jinsi ya kujua right yao, jinsi ya kujua huyu ni kiongozi bora. Na je huyu mtu ni mtu anahitajika kwa community kukuwa kiongozi. Because lazima tukue na viongozi wale wanapeana direction katika community. Na sisi ni baadhi ya viongozi. Viongozi pale. Hata tukulazimishi kupiga kura, tunakuelimisha jinsi ya kupiga kura. Now, nataka unielezee kwamba kwa hiyo bunge la wananchi kuna uwezo kwamba unaweza ambia mtu kwamba wakati wa kura ikifika unaweza ambia mtu kwamba pigia mtu fulani kura. Kuna unajua juu ya kuvote usilazimishe mtu. But kuanzia venye tulifungua bunge mpaka time election tutakuwa tumeelimisha mtu. So mtu atakuwa anajua kiongozi mgani right ya kumvotia. But mimi sitakuwa na power ya kumwambia wewe vote hapa. Because mimi kura yangu ni moja. Yeye pia kura yake ni moja but mimi kama kiongozi ni kukuelimisha jinsi ya kuvote, kukuelekeza na kuelimisha. Kujua kuna tofauti ya kuelekeza na kuelimisha. Kuelekeza ni kuambia votia huyu. But kuelimisha na kuelimisha mpaka uone huyu ndio kiongozi bora. Okay. So now tukiwa bado kwa bunge la wananchi Westland main headquarters iko pale Mountain View. Kuna intonga janito nani mbunge wa Westland Timothy Wanyonyi Wetangula. Timu Wanyonyi. Nataka tu unielezee kwamba kazi yake iko aje kwa saizi. No, so far so good. Timu Wanyonyi ni among viongozi wale wanarankiwa number 1 Kenya mzima kwa development. Na uongozi wake inaonekana na development yake inaonekana. Sio zile za kupiga picha zile tunasikianga lazima upige picha uweke kwa WhatsApp, lazima upige picha uweke kwa zile ni sisi wenyewe tunaziona. Because ukiangalia kama ni barabara unaona ndio ile alitengeneza. Ukiona kama ni shule ndio ile alitengeneza. Ukiangalia police station unaangalia ni ile alitengeneza. Ukiangalia nini ya wamama inaitwaje? Vyama ya wamama, ama muungano ya wamama kusupport. Ndio unaona ndio ile. So ile kiongozi unasema
analazimisha watu kuona yake, tunaiona mnaiona kwa macho, kwa macho yeah. So kumaanisha kiomba tena nafasi nyingine mtampea, ama mnaona abaki pale ama asonge mbele? Unajua katika maisha lazima kuna growth. Juwezi niambia kama venye mzazi wako alikusomesha ubaki class 1 tu. Ingaja hata kama una perform ukwe number 1, utabaki junior wewe number 1 ukwe class 1. Lazima utaenda class 1, class 2, class 3. Ukisonga. So ile development amefanya hatumfukuzi sisi. But tunataka wana Nairobi pia wafili hiyo uongozi wake. Ile utamu ile kitu, yani ile utamu ile watu wa Westlands tuna feel kuona watoto wako na makompyuta, kuona shule, kuona police station zimetengenezwa, kuona barabara. Wacha pia wana Nairobi pia wa feel social amenities Westland ziko well improved. Ziko well because ukiangalia hakuna penye Westlands utakanyaga matope. Hakuna barabara Westlands utaniambia hii ni barabara ya matope. Hakuna. So kila mali kama feeder road zote ziko sawa. Zote ziko sawa, ni kama hata wewe mwenyewe uko within Westlands. Nikwambia sasa hivi niambie barabara ulikanyaga matope last. Hakuna. Hata wewe mwenyewe umekuja hapa. Hata mimi mwenyewe nimekuja hapa. Hakuna matope, kila kitu iko sawa. Na tumanishi vitu zote tutamaliza once. Kuna baadhi ya viongozi pia watarudi. Watazudi kututengenezea, lakini team out of 10 naweza mpea out of 10 naweza mpea 8%. Hii nyingine ni machao viongozi wengine wanakuja kumaliza. So out of 10 8% unaona ni range nyingine kubwa sana. Baadaye ni kubwa sana. Kubwa sana. So most probably mnaweza unamaanisha kwamba akikuja tena aende juu, asibaki hapo. Sahi inahitaji sahi ni aende juu, aende gavana. Ukiangalia Nairobi venye kuko haifurahishi. Because sisi kama wana Nairobi sasa kila mtu akona mtoto shule. Hii mambo ya dishi na county. Niseme kama wewe kama una mtoto shule utajua mambo ya dishi na county. Hata sijui by the way. Because wewe umechaguliwa gavana, utumikie kila mtu. Utumikie wanafunzi, utumikie wale na watoto na wale wanatoto, because at the end of the day wanatoa tax. Kabisa. So huwezi niambia kila siku kiamka unatumia mambo ya shule. Sijui up to it. Na in fact up to it kuna iko na mambo mengi pia. Because sisi tunasema chakula iletwe kwa mashule, watu wajipikie wenyewe. Juu hapo itasaidia time na then security ya watoto. But hii mambo ya kungojea chakula ikuje, ndo watu walete, hiyo ni time nini na nini, na sio shule zote. Na kumaanisha kwamba wapishi waliokuwa shuleni saizi hawako. Wapishi wakati wa shule, siku hakuna wapishi shule. Because kama kulikuwa na wapishi, hebu angalia baadhi hata umeleta point ya maana, because ukiangalia last kulikuwa na wapishi. Sio inamaanisha wapishi pia wamevutwa kazi ni wengine. So hakuna ile change katika ile hali ya kuajiri. Hakuna ile change umetengeneza, because wale walikuwa wanapika umewatoa. Hawako. So uja create any hakuna development yote ama ile mambo ya kuajiri watu umecreate, because ni kama umetoa watu 10 umeleta watu 2 wa kuserve peke yake. Na saa zingine shule ilikuwa na employ watu kama 10. Watu wa kupika, wa kuserve, nini supporting staff, kuleta kuni. Unaanza yote hiyo sekta yote umeua. Na umejua pia kuni ilikuwa inasaidia upande wa school fees. Una mtu anatoa kuni inapiga mtu anasoma shule. Nakumbuka ile hiyo kuni, kumbuka kuna mwenye anauza. Anauza hiyo kuni. Kuna mwenye transport analeta hiyo kuni. So ukiangalia ilikuwa ni ile channel mrefu. Ile na employ watu wengi. So umekill once. So wewe after kuikill unasema unalisha mtoto mmoja. Na mtoto mmoja pia naye sasa anakula bure. Anakuja na pesa. Unanipata? So unapata unapo kuna challenge kubwa sana. Okay, now so kumasha saizi the state of Westland, at least tukirudi kwa timu Wanyonyi. Saizi Westland iko on a stable ama iko place ambayo inaeleweka? No, Westlands iko stable na bado iko na penye inaeleweka, because so far so good hatujasikia any complaint. Watu wana complain because kulingana ile sekta ya CDF, because kuna venye CDF structure CDF bena work. Unapata? That's why unaona kila mara timu Wanyonyi anarankiwanga number 1.
topmost leaders. Yeah. Among Tim Wanyonyi ni among the top 3 Nairobi. Nairobi sub counties. Yes, counties, sub counties. Yeah. Anarankiwa among no, so sub county. Yeah. Kwa county kama MP. MPs unajua kisema county tunashikanisha ama MP wote. Wanipata? Ma MP wote wa Nairobi. So anarankiwa among top 2 ama niseme top 3. Na then ukikuja nationally ni among top 10. So unaona hapo ni hiyo ni kazi kubwa kabisa. Sio ni kazi kubwa amefanya. So track record yako nayo. Track record yako nayo fiti sana. Sana. Now guys,